Na Tom, nadhani sasa tuendelee pale tulipoishia, ulipokuwa umeishia. Ndio. Kwamba ulifikia hatua sasa na wewe ukawa umeweza kufanikiwa kuachana na kujihusisha na matumizi ya dawa ya kulevya. Na umetupitisha sehemu mbalimbali kwamba uliwahi kuishi Morogoro. Ndio. Uliwahi pia kuishi hapa Dar es Salaam na ni sehemu ambayo mpaka sasa unaishi. Labda unaweza kutufahamisha sasa, labda uliwezaje kuacha, yani uliwezaje kufikia hatua ukafanikiwa kuachana na matumizi haya ya dawa za kulevya na mpaka saa hizi ulipofikia, yani ni nani alikuwa msaada kwako? Unaweza ukatuelezea hilo? Naweza nikaelezea. Niliweza kuacha na niliweza kufanikiwa. Nilikutana na dada mmoja alikuwa anaitwa Ana. Alinipeleka kwenda kwanza msadoni, na mimi mwenyewe nilipenda sana kuacha, lakini kutokana na kuingia ni rahisi kuacha ngumu, nikaona haina jinsi kwenda kwenye tiba mbadala ambao watu wengi wanaenda kuitumia na imethibitishwa na serikali, na msaada huo uko kwa ajili ya serikali na umeletwa kwa ajili yetu sisi waathirika wa madawa ya kulevya. Nilipoenda kule, nilipoanza dawa, nakumbuka nilikuwa naishi hapa uwanja wa Fisi. Niliumwa sana, nilipata ugonjwa ambao unaitwa UTI. Alikuja kunichukua kakaangu, anaishi Mbagala, ni lecturer chuo cha TIA. Akanipeleka hospitali, nikafanya vipimo vyote, ultrasound, nikafanya x-ray ya kifua, nikapima damu kubwa. Akakutwa na UTI kama UTI, akanichukua tukaenda nyumbani, akanihamisha na kituo cha kunywa misadoni, nikaenda na kunywa round table. Nashukuru sana, niliendelea vizuri na matibabu, nikawa nimepona, nikawa nashirikiana naye kimaisha kwenye moja mbili, nikawa nimepata chumba, nikapanga. Kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi za upia za kuelimisha rika, bado tulikuwa hatujasimama kwa sababu makampuni sasa hivi yamesimamishwa, ambao hizo kampuni zinazofanya kazi kwa sasa hivi ni wanaitwa Amref, wanafanya kazi na MBH, wanafanya kazi na Steps. Kuna kampuni ambazo miradi haifanyiki kama PHSRF, kuna wanaitwa Division na mengineyo tu mengi, kutokana na bajeti zao wenyewe kwa juu. Kwa tulikuwa tunategemea sana kupitia hivyo, lakini sasa hivi vijana hatuna kazi. Tunaomba serikali iangalie kuhusu hili. Niliishi pale Mbagala na kakaangu vizuri, nilipata chumba, nikaa nimejipanga, lakini kutokana na maisha, kuna mwenzangu ambaye nilikuwa naishi naye, tukawa tumepata hafla, tuligombana, changamoto za kawaida, nikaa nimesusa, nikaachana naye, nikaamua kuja tena uwanja wa Fisi. Mpaka sasa hivi niko kwenye maisha ya uwanjani, kwa najitafuta ili niweze pambana na hali ya maisha yangu. Tueleza uliwahi kuishi Msamvu, labda umeisha kufanya kazi ya kupiga debe, ndio? Ndio. Kupiga debe na Mandonga Mtukazi. Sawa, Mandonga. Mtu maarufu kabisa ambaye sahi. Labda mlikuwa mnaishia kwenye hiyo tu kwamba mnapiga debe, au ulikuwa unashirikiana nao pia katika masuala kama haya? Ile tulikuwa tunaishia pale kwenye kupiga debe. Ili chongo mengine alikuwa usiki kabisa na atumii. Bora bana, na alikuwa mtu safi sana, kwa sababu unajua yule alikuwa ni mkorofi sana, ukimkorofisha, lakini ni mtu poa, mtu mzuri. Na pale maeneo ya Msamvu watu walikuwa wanamkubali sana, kutokana kwenye ngumi yule alioingia, watu walimkubali na walimhamasisha, kutokana na yeye mwenyewe alikuwa anapenda kwamba bana, Mandonga, wewe ni mtu mzuri, piga ngumi, fanya ngumi kazi, unapiga mawe. Na kweli alikuwa mbishi, alikuwa mbishi sana. Ni brother ambaye tumeishi naye vizuri, alikuwa ni mstaarabu, hana shida yoyote. Nakubali sana Mandonga Mtukazi. Okay, sawa sana. Na wewe labda ulijaribu kuingia kwenye masuala haya ya masumbwi? Masuala haya yako yalikuwa ni tofauti na mwelekeo?
Maisha ya masumbwi nishawahi kuingia. Niliingia kipindi ambacho niliingia hapa uwanjani, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Victor. Au tunamuita Toshi Mawe. Nilicheza ngumi takriban karibia miaka 2-3 kuanzia 2009 mpaka 2013. Nilipotoka hapo nikaenda sehemu moja inaitwa Chafu. Nikakutana na rafiki mmoja alikuwa anaitwa Ibla Ukuku. Yule anaimba Fagio la Chuma kama unafahamu Ibla Ukuku. Alikuwa rafiki yangu sana na alikuwa rafiki yangu sana. Chuma hizo nyimbo za miaka hiyo. Ndio. Alikuwa anavutavuta sana madawa, lakini kipindi hicho nakumbuka mimi nilikuwa bado sijaanza kuvuta. Niliishi naye sana, alikuwa ananifundisha sana muziki. Na kuna jamaa alikuwa anaitwa Thomas Mashali, naye alikuwa ni blaza yetu wa kitaa marehemu. Kwa kwenye mambo yao pia nilipenda kupitia wao, nilikuwa naangalia kwa sababu ni watu ambao tulikuwa tunaishi nao mtaa mmoja. Thomas Mashali bondia. Bondia tulikuwa tunakaa naye Wachafu hapo. Tulikuwa tunayo Wachafu hapo Wachafu gereji. Sasa alikuwa akija, tunapenda wanapofanya mazoezi mle gym. Walikuwa wananihamasisha sana na mimi kufanya mchezo wa masumbwi. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana. Nilikuja kuacha mchezo wa masumbwi kutokana na situations za maisha. Kwa changamoto za kutafuta pesa au ufanye maisha ule na hivi. Kwa unajikuta muda mwingi unabezi kwenye kutafuta hela, kwa unakosa hata muda kufanya mazoezi. Ndio. Hivyo kwa nilikuwa napenda sana mchezo wa masumbwi. Nilikuwa napenda sana. Naona umekutana na watu maarufu sana. Mtu kama Toshi. Mtu kama Toshi, mtu kama Ibla Ukuku, Mashali. Thomas Mashali. Walikuwa kwenye tasnia ya ngumi. Sahihi. Sahihi kabisa. Sawa. Kwa hiyo umetueleza kwamba umeweza kupata dozi ya methadone Mbagala. Kuna sehemu ambako wanashughulika na haya masuala. Ipo kituo kinaitwa Round Table. Unashuka Maturubai pale, kituo cha polisi Maturubai. Unashuka kwa chini, kuna hospitali unashuka inaitwa Round Table. Round Table. Pale ndio kuna hospitali. Ukienda pale kuna hospitali, ni kituo kidogo cha hospitali. Enda pale, huduma hiyo ipo, watu wanapata na watu wanapona. Maisha mengine yanaendelea. Na watu wanapona na maisha yanaendelea. Methadone ni tiba nzuri tu ambayo inawasaidia sana watu. Katika kundi ambalo mlikuwa pamoja na wenzako wale, mlikuwa wangapi? Labda unaweza kutuambia wao mpaka sasa wako wapi, labda waliendelea na hizi mambo au walifika mahali nao wakaacha kama ulivyoacha wewe? Na labda je, bado mko pamoja? Umoja wenu wa sasa unahusiana na harakati za namna gani? Labda katika maisha, labda kule mmeondoka, sawa, hiki mnajishughulisha labda na nini na vitu kama hivyo, kama unaweza kutuambia. Marafiki zangu bana, kwa sasa hivi wengi wanahasa kimaisha, wengine washaacha, wengine bado ambao nilikuwa nao. Kuna mmoja yuko Dodoma, aliingia kufanya kazi kwenye kampuni za Tigo. Umeona bana, na nishawahi kufanya naye kabla, inabidi arudi tena. Sasa yule jamaa mpaka sasa hivi kidogo amejitahidi, maisha yake yamekuwa fresh. Umeona bana, ameoa na nyumba na gari, maisha mazuri tu. Umeona bana, kuna mwingine alifariki ambaye tulikuwa naye kwenye kundi letu. Umeona bana, bahati mbaya aliingia sehemu hivi, wakaenda wakampiga akafa. Alikuwa anajihusisha na alikuwa bado alikuwa anajihusisha na udokozi, pia alikuwa bado hajaacha madawa. Unaona bana, kuna mwingine yuko Tandika, rafiki yangu ambaye tulikuwa tunauza naye madawa. Yule jamaa naye kaacha. Unaona bana, sasa hivi yuko fresh, anafanya maisha yake na Mungu kambariki, maisha yanaenda vizuri, ana biashara zake ndogo ndogo.
Sawa kabisa. Ndio, pia mwingine mpaka sasa hivi wako wawili wako South Africa waliondoka na wao waliacha kwa bondeni kwa Mandela. Sawa sawa. Wako Johannesburg na wao waliacha. Sawa sawa. Kwa huko nao wanaendelea na maisha, waga tunawasiliana, ni maisha naenda. Ila baadhi ni wachache tu kama wawili ndio wanaendelea kuvuta. Chache kama wawili ndio wanaendelea kuvuta, hawajaacha madawa, ila wengi wameacha, wengine bado wako kwenye methadone kwenye kundi letu. Ndio. Sasa labda unaweza ukalieleza vipi labda jeshi la polisi na serikali kwa ujumla wanaohusika na vitengo hivi vya kudhibiti na kuzuia madawa ya kulevya, unaweza ukawashauri vipi, labda wanaweza wakafanya nini au wakawa na mikakati ya namna gani kuhakikisha labda hizi biashara zinakoma na labda na kusaidia wale ambao wamekuwa wahanga wa matumizi ya madawa ya kulevya, kuwarejesha katika hali yao ya kawaida kama ambavyo wewe serikali ilikusaidia kama ukaweza kuacha na hatimaye sasa hivi uko na maisha yako unaendelea na harakati nyingine za maisha ya kawaida. Cha kuishauri naweza nikasema kwamba wadili na vijana, waunde tume, waongee na vijana, kwa sababu hata wakisema wafate wanaotumia wakisema wafate wauzaji wakamate, bado wakitoka wataendelea kuuza, au wengine wataanzisha biashara kutoka nao wanataka pesa. Lakini wakiunda tume, wakiongea na vijana wanaweza wakapata somo na kuwaelewa, wakaachana na madawa ya kulevya. Kwa serikali ikifanya hivyo inaweza ikadhibiti kabisa kwenye swala la upande wa madawa, sababu watumiaji wengi ni vijana, pamoja vijana na watu wengi ambao tayari umri ushaenda. Unaona bana, lakini wakishauriwa na wakipewa darasa na serikali katika matumizi ya madawa ya kulevya ni mabaya, basi inawezekana kabisa kudhibiti madawa ya kulevya yasiwepo au kupunguza kabisa. Okay, sawa. Wewe una neno lipi labda la kutuambia, neno lako la mwisho, ushauri wako wa mwisho? Ushauri yako ni nzuri, tumeipenda, inafunzo ndani yake. Naamini watu wengi wanaotufuatilia wameweza kupata elimu kidogo kuhusiana na masuala yako na wakati mzima ya maisha mpaka hapo ulipofikia. Labda ushauri wako wa mwisho kwa watu wanaokusikiliza, unaweza ukawaeleza kitu gani? Ushauri wangu wa mwisho, nilikuwa napenda sana kuwashauri vijana wenzangu, hasa vijana chipukizi, yani nikimaanisha vijana ambao wako kwenye barelika, hamu inachemka, waepukane na makundi, wawe bize. Kama ni mwanafunzi, kuwa bize na masomo. Kama unafanya kazi, kuwa bize na kazi. Achana na makundi, fanya maisha kwa malengo na madhumuni ya maisha yako ya baadaye. Unaona bana, tuwe na malengo, tuwe na future ya maisha. Napenda sana kuwashauri vijana wenzangu tuachane na makundi na kujiunga na kuvuta madawa ya kulevya au kunywa pombe. Unaona bana, inabidi tufanye maisha, tujitahidi tufanye malengo ambayo yanaweza kutufikisha mbele, sababu tunahitaji kuwa na maisha mazuri. Sisi ni binadamu, tunahitaji kuwa na afya nzuri, unahitaji kuwa na nyumba, unahitaji kuwa labda na gari, yani uwe na maisha bora. Tusiishi maisha ili bali maisha. Inabidi tutafute maisha, tujivunie kuwa ndani ya nchi yetu, tuifaidi nchi yetu. Tusiteketee kwa kuumia kutafuta hela na kuwekeza kwenye madawa. Tunadondoka kiuchumi. Tunatumia hela nyingi sana kupoteza kiuchumi. Kwa hiyo nilikuwa nawashauri sana vijana wenzangu, na washauri na wote wanaonisikia, tusiweze kuingia katika vipengele vya madawa ya kulevya. Ni hatarishi sana kwa afya na kiuchumi, na hata kwa taifa lako kiujumla. Nguvu kazi inapotea ya taifa. Okay, tunashukuru kwa kuwa ulikuwa nasi tangu mwanzo, mpenzi msikilizaji wetu na mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki cha simulizi. Tunaomba tena uendelee kuwa nasi, baki nasi hadi wakati mwingine tena tutakapokuletea simulizi nyingine. Leo tulikuwa na Tom, simulizi yake tumeisikia, tumeipenda, tumeifurahia. Okay, Tom,
Naam. Labda tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Tunakutakia majukumu yako mema. Asante sana.